Kazi ya muziki ni ile ile. Ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji sifanyi sanaa. Na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana. Kwa hiyo ni hayo tu. Oscar umechelewa sana, labda muda wote ulikuwa unaanza kufanya muziki kwa sasa hivi. Unaweza kweli nguvu ya vijana ambao wapo wanasoma. Hakuna kuchelewa kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapush na ukaenda juu zaidi. Usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio. Tena hapa palipo ndio pazuri kwa sababu miaka 10 ya kwanza ya Bongo Flava na I think even 5 iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza, kaka zetu na dada zetu wengi walifanya hii sanaa ni kuseti tu platforms. Unanielewa? Miaka 5 ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao waliset foundation kwenye Bongo Flava tayari wengi hawako kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliset na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flava ambaye nimekuja. Kwa hiyo nadhani ni good timing kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yaani hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flava leo ili kesho nipate ugali. No. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi 10 kwenye huu muziki, lakini najua hapa nilipo ndio the right time kwa sababu huu ndio muda ambao muziki wetu una pesa nyingi sana. So nimekuja kuchukua pesa zangu. Uniombea ni bonge moja la ngoma, na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati wanaplay hiyo ngoma. Natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana na kwa nini unakuwa? Mimi issue yangu kubwa sana ilikuwa kwenye chorus. Namna ya kuwa integrate wale viongozi wa dini kwa ukubwa wao na madhambi ambayo yanazungumzwa ndani ya ngoma yenyewe. So kwa maoni yangu mstari mkubwa zaidi, sitaki kutaja kama mstari, lakini ni chorus. Yani chorus kwangu ndio kitu bora zaidi kwenye hii ngoma kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu huku ndiko watu tunapaswa kwenda kuombewa, huku ndiko ambako yanapatikana matumaini mapya, na huku ndiko ambako watu ambao wameanguka dhambini huwa wanainuliwa na kuwa watu wapya. Watu wengi wana connect Doggy kwa maana pale unapokuona na Lady JD Jide wanaambatanisha. Wengine wanasema Oscar yuko kwenye uba zito na full commando, mmoja kati ya muziki ambao umechonga barabara na zamani alikuwa rap, sasa hivi anaimba kwenye ngoma kwa muziki bwana mmoja au nyingine, na ni kweli kwamba mko kwenye mahusiano. Kwanza niliweke hili very clear. Ukisema JD anamdate Oscar ni kumkosea adabu kwanza Lady JD, lakini pia ni kumkosea adabu Oscar. Lady JD ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye hayafahamu. Unaelewa vizuri ninachokisema? Sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano halafu Lady JD sijamwambia, Lady JD sijamshirikisha. Kwa hiyo hebu msimkosee dada. Mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa na kwa heshima kubwa. Moja kati ya wanawake kwenye sanaa ya kiwanda cha Bongo Flava wenye heshima kubwa sana since day one. Kesho kutwa hapa anaenda kutimiza miaka 25 kwenye game. It's not a joke. Amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri hii ni time ambayo tunapaswa kumzungumza Lady JD kwa mambo mengi makubwa na mambo mazuri aliyoyafanya kwenye kiwanda hiki cha Bongo Flava, lakini pia kwenye sanaa ya nchi yetu.
ni watu ambao wametambulisha taifa letu nje ya mipaka. Ameshinda tuzo nyingi sana kama kijiji. Ametoa albamu nyingi sana kuliko mwanamke yoyote ambaye amewahi kufanya sanaa ya muziki hapa nchini. Asihusishwe kabisa na mahusiano yoyote. Is my sister, very good friend of mine. Sijawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote na nisimwambie. Sawa, Oscar, pengine tukimaliza haya mahojiano bila kuiombea Simba, tutakuwa tujafanya sawa, kwa sababu wewe ni mwana soka pia. Mimi leo nataka mniombee tu. Nataka mniombee tu wimbo mpya wa Oscar. Mchezo wa finali kidogo kuhusu mchezo wa finali. Nasema hivi, kama kuna maombi, achana na Simba. Siombei Simba chochote. Niko hapa kuuombea wimbo wangu. Nimesema tena, ndani ya siku moja kuna views zaidi ya 100,000 kwa msanii mpya ndani ya masaa 24 kuwa na views 100,000 on YouTube peke yake. Kama yuko msanii mwingine, na nyuma kumbuka, hakuna lebo, hakuna msanii mkubwa ambaye amekaa na muongoza Oscar. Jamani, moshi mweupe umetokea Kaliua this time. Tuishi humo yani. Oscar, hapo nataka niweze kusema kitu kwa maana ya hichi ambacho umekifanya. Labda una kitu gani cha kusema kwa wale wanaosema muziki wa hip hop au lipi kabisa au usi kabisa Tanzania, na wewe umeingia kwenye muziki wa hip hop na sio R&B na muziki mwingine? Muziki nadhani ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kuna watu wanauza magari, wanakaa yards na hawauzi. Wako watu wengine wanauza. Kuna watu wamefungua Diamond ameleta Wasafi soap. Kuna watu wengine wana sabuni. So mwingine anaweza kusema anauza, mwingine hauzi. Kwa hiyo ni very subjective. Kwa hiyo tuwaheshimu watu wanaosema muziki haulipi, na tuwaheshimu pia watu wanaosema muziki unalipa. Biashara yako umeifanyaje, kwa watu gani, umemarket vipi, umepromote vipi, wateja wako ni kina nani, bei yako ni kiasi gani, that's it. Oscar, nyumba yako inaonekana imeenda sana kulingana na unavyozungumza. Haujapata labda shows, simu za show? Siko tayari kwa show mpaka 2025 imalizike. Mpaka 2025? Yes, kwa sababu siko tayari bado, siko ready. Kama ambavyo nimeachia ngoma ya kwanza na inaonekana imekuja na kitu cha kiutofauti. Lazima nitakapoonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza, natamani niwe na kitu pia cha kitofauti. Kuna performance nyingi zimeshafanyika na kazi kubwa sana imefanyika, natamani the day ambayo nitaonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza niwe na kitu cha kitofauti. Nisiwe na mimi naenda na shika jinzi, yani nashika kwa babu huku nimeshika jinzi. Nataka walau nije na kitu cha kitofauti kwenye biashara yangu ili nitengeneze wateja wangu. Asante sana. Hakuna msanii ambaye amekuomba collab baada ya kuona umetoa nyimbo afu imeenda na unajua? Siwezi nikasema ni msanii Nsachi ameniomba, ni Baba Levo na nimekataa, kama ambavyo nimezungumza, kwa sababu ambaye huponi kama msanii. Sio msanii, Baba Levo sio msanii. So ameniomba collab na nimekataa, na sina time kabisa ya kuja kushirikiana naye kwenye kitu chochote. Okay, asante. Haya, nashukuru.